create a friction so that it can rotate. Alafu kuna huyu hapa. Huyu anaitwa mjomba left click. Huyu left click kazi yake kubwa it is to select. Kazi yake ni kuchagua. Labda mimi ninataka nichague hii monitor hii hapa. Natakiwa nibonyeze upande wa kushoto huku, ndo nasema nina left click. Nabonyeza mara moja. Nikibonyeza mara moja huyu mjomba monitor labda ndo nataka nimchague huyu, inamaanisha hapo ndo nitakuwa nimemselect. Lakini kama huyu mjomba monitor huyu hapa naye ni nani? Huyu monitor naye ni file au ni folder. Nikitaka kufungua nitafanya nini? Nitamchukua huyu hapa, nitambonyeza mara mbili kwa haraka, nita double click. Maana yake ya kompyuta ni ku double click. So whenever you double click it will open. Lakini the difference is, nafikiri hata watu wengi labda hawajawahi kuona hiyo tofauti, lakini kwa watu ambao ni wazoefu wanatumia kompyuta kila siku wanaona. Ukiwa kwenye taskbar ya kompyuta, left click mara moja, maybe it's a computer program au ni folder, automatically hilo folder linafunguka, unakuwa haujaliselect. So vitu ambavyo tofauti na kwenye taskbar, ndo ukibonyeza mara moja ndo unakuwa umefanya nini, ndo unakuwa umeselect. Ila kwenye taskbar, tutaenda kuangalia taskbar ni nini. Taskbar inakaga huko chini, tutaenda kuangalia. So kwenye taskbar ukibonyeza mara moja kitu kinafunguka. Hivi hapa ni baadhi ya input na output devices za kompyuta, zipo nyingi. Mfano microphone inatumika kuingiza sauti, then kwenye speaker inatoa. So tunatumia microphone kama input device. Okay, tunaenda kwenye kipengele cha pili. Kwa tumeanza kwenye kipengele cha kwanza ambacho ni hardware, sasa hivi tunaenda kwenye kipengele cha pili ambacho ni software. Kompyuta haikamiliki peke yake ikiwa na pati moja, labda hardware peke yake. Ili ikamilike lazima iwe na kipengele cha pili ambacho kinaitwa software. Computer software, hizi ni zile programu ambazo zinazoiambia kompyuta ifanye nini. Wewe kompyuta bana, mimi nataka uniandikie barua. Wewe kompyuta, mimi nataka unifanyie haya mahesabu. Sasa hizo ndo programu ambazo zinazoiambia kompyuta fanya kitu fulani. Hivyo vitu fulani usije ukafikiri ni nini. Vitu fulani bana, nataka niangalie picha. Vitu fulani nataka nicheze game. Hivyo vitu fulani nataka nifanye mahesabu. Hivyo ndo vitu fulani. What it tells the computer what to do. Okay. Sasa kwenye computer software pia nayo imegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo kuna kitu kinaitwa system software au application software, alafu kuna nyingine inaitwa nini? Imegawanyika katika system software au operating system, alafu nyingine inaitwa application software. Kwenye system software au operating system, hii inasaidia kompyuta ifanye kazi. Yaani hii hapo ndio inasaidia kompyuta ifanye kazi. It helps the computer run. Mfano, kuna Windows au kuja kaza nichukulie katika mifano ya kawaida. Kuna Android. Ukiwa unawasha simu yako, kwa wale ambao wanatumia Android based operating system, ukiwasha simu yako, kitu cha kwanza kinachoanza kinatokea kile kilogo cha Android. Kwa ile Android ndio inaitwa system software au operating system ya nini? Operating system ya hiyo simu yako. Kwa wale ambao wanatumia simu za iPhone, ukiwa unawasha simu yako, operating system ambayo inaoperate pale inaitwa iOS. Kwa hiyo ile iOS ndio inaitwa iPhone operating system. Kwa wale ambao wanatumia kompyuta za kawaida, ambao wao nafikiri this is just a common, inaeleweka. Ukiwa unawasha kompyuta unakuta kilogo kama cha dirisha kimetokea. Kile kilogo akiitwa window, kinaitwa Windows. Kwa hiyo ile Windows ndio inaitwa nini? Inaitwa operating system. Kwa wale ambao wanatumia MacBook watakutana na nini? Watakutana na operating system inaitwa nini? Inaitwa Mac operating system. And this is another operating system into Linux, ambayo Linux hapa ni special for special activities. Kwa zile special activities kuna watu wengine wanapenda kuitumia, so this is another operating system ya computer. Lakini kitu kingine, kuna application softwares helps the user do task. Inamsaidia mtumiaji kufanya kazi. Kazi zenyewe ni nini? Kuandika barua, kucheza game, kufanya mahesabu na kadhalika. Mfano, application software ni hizi Microsoft Word. Hii hapa ninachukulia tu in general katika programs za Microsoft Word, Microsoft Excel, kuna gaming apps. Ukienda kwenye mambo ya zipo nyingi, tutaenda kuangalia huko mbeleni. Hizi application software ni zipo, so zipo nyingi sana.
Okay, applications of computers. Computer are used in many areas. Computer inatumika katika maeneo mengi sana. Computer inatumika katika maeneo mengi sana. Computer are used in many areas. Cha kwanza kwenye education, kwenye mambo ya elimu. Mfano kufundishia, teaching, kwenye utafiti, kwenye tafiti, research, online teaching. Kwa mfano mimi ninapofundisha sasa hivi kupitia channel yangu ya YouTube. Hii yote bila computer hatuwezi kufanya. So kwenye field ya education au kwenye sector ya education, computer inatumika sana. Kuna sehemu nyingine hapo computer inapotumika sana kwenye biashara, businesses. Kwenye biashara, business. Mambo ya uhasibu, accounting, mambo ya uhifadhi wa taarifa, record keeping, computer pia inatumika sana. Pia kwenye issue za banking, mfano ATMs, automated teller machines, kama mtu kwa fahamu inaitwa automated teller machines. Sasa zile automated teller machines, zile ATM ambao unaenda pale unabonyeza hela zinatoka, zile pia ni computer, and most of them are Windows based operating systems. Zinakuwa zinatumia Windows, most of them. Pia kwenye money transfer, tukija tukiangalia kwenye post, tukiangalia kwenye simu, watu ambazo wanazotumia mawakala pia zote they are computer, since they have characteristics of computer. So hizo zote ni nini? Hizo zote ni some of the applications ya computers kwenye issue ya mambo ya banking. Kwenye health, patient records, kutunza taarifa za wagonjwa, na pia issues za scanning. Kwa mfano kwenye CT scans, una scan then you are getting an image. Bila computer inamaanisha the process cannot be done. Computer pia inatumika kwenye issue nyingine ambayo ni issue ya communication, yani mawasiliano. Ukitaka kutuma email labda ya kuomba kazi, email ya kuomba mikopo na kadhalika, unatumia computer. Pia kwenye video call, maybe you are trying to call somebody from Italy, you are trying to call somebody from Germany, you are trying to call somebody maybe from Morocco na kadhalika, unatumia nini? Unatumia computer. A phone is your computer. Pia computer inatumika kwenye masuala ya entertainment, burudani. Kwa mfano kuangalia movie unaburudika, kucheza game unaburudika, kusikiliza muziki unaburudika. Huwezi kusikiliza, huwezi kuangalia movie kama sijui utakuwa unaiangaliaje. I don't know, maybe in the sky. Na sijau kuona kama hiyo imetokea. Okay, this is a sketch ambayo ina summarize functions za applications za computer kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwenye elimu, hii hapa ni kwenye elimu, hii hapa ni kwenye burudani, yani entertainment, kwenye masuala ya banks, kwenye masuala ya mawasiliano, kwenye masuala ya uhandisi, yani engineering, kwenye masuala ya medicine, kwenye masuala ya book publishing, issues za stationery. Ukitaka kwenda kuandika ukitaka kwenda kuchapisha labda barua au kitabu, lazima utatumia kompyuta. Issue nyingine ni issue ya games, issue nyingine ni mambo binafsi. Unaweza kuja kutumia kompyuta kwenye mambo yako binafsi, hayo ni yako binafsi. Kwenye issue pia ya accounting, mambo ya uhasibu, kwenye issue pia ya tafiti za kisayansi, scientific research, unaweza kuja ukitumia kompyuta. Pia kuna issue nyingine ambayo ni mambo ya biashara, inatumika sana. Kupitia Microsoft Excel unaweza kuja ukarekodi au ukatrack records ya sales, purchase, unaweza kuja ukatrack profit na kadhalika. Okay. Summary, kuna summary na review questions. Summary yetu, nafikiri kama umenielewa kujua haina haja ya kuelezea. Tumesema a computer is an electronic machine that processes. The basic concept is process data. Inatumika kuchakata taarifa, the process data. Kwa hiyo inachukua una input taarifa, then ina process taarifa, then inatoa taarifa. Ina sehemu kuu mbili ambazo ni hardware na software. They are working together ili kufanikisha kufanya kazi fulani. Computers zinatumika kwenye mashule, zinatumika kwenye offices, zinatumika kwenye majumbani kwetu huko na kadhalika. Hizi hapa ni review questions ambazo unaweza ukaja ukazipitia. Very simple. Ni kuhusiana na vitu ambavyo nilivyokupa na vieleza hapo awali. Okay, sasa tuende kwenye kitu kinachoitwa taskbar. Taskbar nilisema hii hapa, the ribbon at the bottom. Hii ni Windows 11 based operating system. Kwa Windows 10 inakaa kuanzia hapa. Hii yote paka huko mwisho yote inakuwa ni taskbar.
So kwenye taskbar ukitaka kufanya kitu au ukitaka open program kwenye kwa kutumia mouse, nilisema una left click once au double click. Hapo nimebonyeza mara moja, umeona imefungua. Kwa hiyo that's how things are. Nawashukuru sana. I think this is just the end of our topic 1. My name is Mr. Didas. Thanks.